ufisadi mzidi. Jamaa anaweka pale membamba kama sindano, lakini baada ya miezi 3-4 ni amefura kama kupe. Unajua saile kupe saile inadunga ng'ombe ili membamba sana, lakini anafyonza damu ya ng'ombe mpaka anaanza kufura mpaka anakuwa kama mpira. Sasa nasema hao jamaa juzi jamaa alikuwa hana chochote, leo amefura sana. Ameangalia hata viatu ya Sudi anavaa viatu aina gani, amevaa saa aina gani na kadhalika. Sasa hiyo ilikuwa ya pili. Ya tatu, ya nne, wakaongea juu ya mambo ya ukabila, ubaguzi ya kikabila. Ati kama wewe kijana umesoma na una karatasi, sasa unaajiri watu mpaka uwe kabila hii, inategemea yule mtu ambaye anachukua watu. Kama ni kabila yako una hakika utapata, lakini kama sio kabila yako hupati. Anataka tu kabila yake. Hii vile vile ni shida ambayo jinsi walikuwa naongea juu yake. Alafu sasa ukitoka hapo kuna mambo hii madeni ambayo iko mzito zaidi. Alafu vile vile iko chini ya mgongo ya punda. Kwa hivyo sisi tusema tunataka kuwe na majadiliano kati ya Wakenya. Haya ni shida ambayo imekumba taifa zetu, ambayo nataka tuketi chini tuongee kama Wakenya, ili tujue tutatatua hii shida namna gani. Sasa mimi niliongea na William ni mtu yangu, sisi tulikuwa na wao. Mudavadi alikuwa hapa, Ruto alikuwa hapa, Uhuru alikuwa hapa. Uhuru na Mudavadi walikuwa naibu wangu kama waziri mkuu, unajua mna hiyo. Alafu William akawa pale, mimi nikaweka yeye waziri wa kilimo, sivyo? Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi, tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo. Nasema direct. Magazeti hapa wanaandika sijui nini Raila na Ruto handshake, hakuna handshake. Hakuna handshake. Kile tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapa. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ndio naona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, wewe baba kaa nyumbani, usitoke, umefanya ya kutosha, wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu. Nataka hii maneno yatutuliwe. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii.